Naam, karibu tena mtazamaji wa Sam Diary, na leo tuko peji ya pili, na peji ya pili leo nimebahatika sana kumpata askofu. Huyu anaitwa Askofu Paul Macha. Ni maarufu sana, naamini nikikutajia hili jina utakuwa umekutana na stori yake, lakini pia au unamfahamu, ulishawahi kusikia kwa mtu yoyote, lakini leo nimekusogezea hapa. Tuna mambo mengi ambayo tunaweza tukajifunza kupitia maisha yake. Ana historia nzuri, naamini kuanzia mwanzo mpaka mwisho utaisikiliza na utajua ni nini ambacho unapaswa kukifanya kama kijana, lakini kama mtu ambaye unapenda mabadiliko kupitia historia yake. Hapa kwenye Sam Diary tunazungumza historia za watu, na historia za watu zitujenge na tupate mabadiliko kupitia historia za watu. Baba Askofu, karibu sana. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina ndugu Sam. Naam. Habari za kwako? Mimi niko salama kabisa. Tunakukaribisha kabisa. Mimi nikukaribishe sasa kwenye Sam Diary. Ni leo nimekuja kama mtazamaji unavyoona, nipo kanisani hapa ambapo Bishop anatoa huduma yake. Bishop, hongera kwa huduma. Amina, nashukuru sana. Mungu amekuinua kwa kiwango cha ajabu sana. Ni sawa. Mungu akubariki sana. Tunamtukuza Mungu kwa hilo. Naam. Ndio. Bishop, tunatamani kufahamu kwa uchache historia yako Bishop. Watu wanatamani kufahamu Bishop, ulizaliwa wapi na maisha yako ya ukuaji yalikuwaje kwa uchache sana. Ni sawa ndugu Sam. Naam. Mimi nashukuru kwa neema. Naam. Mimi ni Mchaga. Naam. Ni wa Kilimanjaro. Naam. Old Moshi, sehemu wanaita Kikarara. Kikarara. Ndio. Naam. Na nimesoma shule ya msingi Msaranga, wanayenijua. Lakini si mgeni katika ushuhuda huu. Na pia jina Paulo Macha si geni Arusha. Lakini namshukuru Mungu kwamba ninaweza kusema tumetoka wapi na tumefika wapi na tunaenda wapi. Hili ni jambo la muhimu sana. Lakini lingine pia linaeleza kwamba mtu anayejua njia akipotea anajua kwamba nimepotea. Lakini asiyejua njia hata akipotea hajui kama amepotea. Kwa njia hiyo ninaweza kusema katika maisha yetu, kwenye familia ya wazazi wangu ambapo tulikuwa watoto 6. Na katika watoto 6 wale sisi ni wa mwisho ambao tuko mapacha. Niko na ndugu yangu mmoja pacha ambao katika watoto hao wa mwisho mimi ndio nilitoka huko kuwa mbaya kuliko wengine wote. Huku sisi vijana tunasema bedui. Na lile nililipata kwenye shule ambapo hiyo ya Msaranga iko pale Kiboroloni stendi pale. Kabisa. Hapo Kiboroloni mbele yake kidogo. Kwa hiyo tulisoma pale, tukao kwenye mchanganyo ya watoto wengi. Kwa njia hii inasema kwenye kitabu cha Mithali 18 ule mstari wa 24, ajifanyiaye rafiki wengi ni kwa uangamivu wake mwenyewe. Lakini yuko mtu ambatanaye na rafiki kuliko ndugu. Kwa hiyo kuna marafiki wabaya na kuna wazuri. Na mimi niliangukia kwenye marafiki wabaya. Kwa hiyo tukiwa darasa, nimesoma mwaka 66 ndio nilikuwa tuko chekechea. Kwa hiyo 66. Kwa hiyo 67 mimi nikaingia darasa la kwanza. Unaingia darasa la kwanza kwa kupimwa hivi. Unaweka mkono ushike sikio lako. Basi ukishindwa, mwenzangu yule pacha mwenzangu yeye alishindwa akarudi. Mimi nikafanikiwa nikapita. Kwa hiyo mwaka 68 hiyo ninaendelea darasa la kwanza. Lakini katika maisha yetu yale, basi tukitoka ile break, mapumziko, sisi tulikuwa tukienda Kiboroloni, tunakutana na makundi, tukaanza kuwa tunadokoa wizi wa mikate kwenye duka. Wale wanaweka mipakate hivi, sisi tunaenda tunadokoa, tunaenda tunaiba.
Kwa hiyo ile tabia ilimea zaidi kwangu, tukawa tunaenda nayo, mwisho ikalazimu kuwa mtoro sasa wa shule kwa sababu tumeshakutana na makundi kama haya. Kwa hiyo niliendelea na ule mchezo darasa la 3, la 4, kufika la 5, basi tukawa tayari tumeshazoea, tumeenda kwa uwizi mkubwa sasa. Hata shule tunajaribu kukwepa, hatuko nne. Kwa hiyo kwa njia hiyo tulikaa hata pamoja na baba, yeye alikuwa kwa hayupo tayari. Sasa mama ndio amebaki anatulea. Kwa hiyo hakuwa na nguvu ya kuweza kutukunja. Kwa hiyo tuliendelea maisha hayo mpaka ile la 6, hali ikawa zidi kuwa mbaya. Tunaendelea sasa ni uwizi wa kila kitu, tunaenda kule. Nilifanikiwa kumaliza shule kwa shida sana. Ndio. Lakini nilipomaliza, basi kuna kaka yangu akaniambia, bwana, nitakupeleka ukajifunze ujuzi ufundi mason. Kwa hiyo 73 na 4 nikaanza umason. Ufundi mason ni kufanyaje? Ni kujenga hizo kusaidia fundi. Okay. Wajenzi wanaitwa fundi mason. Sio hawa wa huku ng'ambo inaambiwa hiyo. Kwa hiyo nikakaa namna ile, lakini ile tabia ya uwizi ikawa inaendelea. Kwa hiyo nilipokuwa pale nikawa sasa nimekutana na watoto wa matajiri. Watoto wa matajiri kazi zao huwa wanaiba sana. Wakawa tunaenda sasa wapi? Sehemu ya mipakani. Tunaenda Holili kule Tarakea. Sasa tukao kule tunapora mizigo ya watu wanaovuka njia za vichochoro. Wale wanaopita vichochoroni ambao hawapiti migration pale. Sawa. Nyie mnadili nao. Ndio tunadili nao, tutawapora mizigo. Kwa hiyo ni nguvu yako. Kwa hiyo ilinifanya mimi nichukue mazoezi kwa ajili ya kukabiliana na watu. Kwa kaanza judo. Nikajifunza ubondia wapi? Pale wa MCA Moshi pale. Roundabout pale. Pale roundabout hiyo nini hapo MCA hiyo. Tulikuwa tunajifunza ubondia, karate. Kwa hiyo ile inanifanya kwa ajili ya kupora watu. Na ulikuwa unalipia au ilikuwa ni mnalipa? Okay. Kwa hiyo tulifanikiwa hiyo. Nikajifunza ubondia. Kwa hiyo tukaendelea, tukifika kule tunawapora wanaeruka na nguo zinazopita mipakani. Ile mitumba wanakuja kuuza huko. Nguo maspecial. Tukafungua mpaka duka hapo mjini stand hapo Moshi. Tukafungua duka tukaliita Super Snake. Ndio. Alafu kuna duka lingine tukaliita Kindo Boys. Maeneo gani hayo? Pale stendi Moshi mjini pale. Stendi kabisa. Tulikuwa tuna duka eneo kubwa. Mwaka gani huo? Hiyo sasa ni miaka ya 70 na ngapi hiyo, 74, 75. Kwa hiyo tukakaa ile maisha, nikaanza naendelea, sionekani nyumbani. Nyumbani ni jirani tu, lakini sifike nyumbani. Tukaanza huo uporaji wa namna hiyo, tukao tunaenda mpakani. Tulikuwa kuna gari moja, huyo kijana wa tajiri mmoja, sitaki nimtaje jina. Kwa hiyo yeye akawa ana gari yake, zilikuwa zinaitwa Zefa, zenye ninaongea hivi kwa sababu hata pale Kiboroni watakumbuka. Hata mjini zilikuwa ni Zefa, zilikuwa zinataa mbele, spotlight zinapiga sana. Tukiingia kule msituni kule, tunafunika nyasi juu, tunakaa tunavizia wanae vuka mipaka, kuvuka kule sehemu za Kitobo. Tulikuwa tunapita namna ile kutokea Chekereni, tunapita mpaka Ziwa Jipe, tunaenda kule, tulikuwa tunawakamata sana. Kwa hiyo sisi tulikuwa tunafaidi kwa wale watu wanaevuka. Na pale hamna kesi? Hakuna kesi. Na pili, wakati ule hata serikali haikuwa haiwezi. Kwa sababu kule watu walikuwa wanauliwa, wengine wanauliwa mipakani. Ingawa namshukuru Mungu sikuwahi mimi kumwaga damu. Ukuua wewe? Sikuwahi. Lakini nakwambieni ukweli, kuna waliokuwa wanaua. Kule unakuta mafuvu ya vichwa watu nene kule mipakani kabisa, watu wamekufa kule. Kwa hiyo kwa njia ile tukaendelea sasa,
nikaja nikafikia na kule kwenye ujuzi, ninaenda kwenye kazi kwa kampuni ya JS Kambaita. JS Kambaita na hiyo pia nikisema wanaelewa. Hapo umeajiriwa? Tumeajiriwa pale. Kwa hiyo najifunza ufundi, nilipoelewa nikahitimu, nikasimama kama site foreman, kusimamia mimi kusimamia mafundi wengine. Lakini nikatoka kwenye ile kampuni nikaingia Lucas Construction. Kuwekwa tena kama msimamizi site foreman. Lucas Construction ikatokea kazi ya kujenga mabwawa yale ya TPC. Ya umwagiliaji miwa kule. Yale tumeyajenga sisi. Kwa hiyo nikakutana baadhi na Wachina ambao ndio walikuwa wamekuja kwa ajili ya kujenga yale mabwawa. Kwa hiyo kwa hiyo mimi pale ndio nikapata ujuzi zaidi. Wakawa wananifundisha uchora ramani zile. Na simamia kujenga yale mabwawa, ndio mahali ujuzi wangu ukakuwa zaidi. Ndio. Lakini nikafundishwa gari kuendesha na wale wa China. Kwa hiyo nilipopata ile, nilipojua gari tu, sasa nikabidi tuingie kwenye ile kazi nilikuwa naitamani ya uwizi wa magari. Kwa hiyo wakati ule unachukua vitu, mnapora vitu watu wanaotoka mipakani, wanaopita njia za panya zile. Ndio. Lakini bado wewe ndoto yako nataka niwe naiba magari. Maana si nimeona hao. Ina faida hiyo. Wanapita. Kwa hiyo sasa nilivyokaa namna ile, nikajua ule ujuzi, basi nikaamua niache ile habari ya maujenzi. Ndio nikaanza uwizi rasmi sasa wa magari. Na katika ile tulikuwa tuna timu kubwa. Ilikuwa ni timu kubwa zaidi ya watu 10 na wote ni wa hizo. Kwa hiyo mpangilio, mimi nikawekwa kama driver wa kuwa sasa kukimbiza gari tunakimbia spidi, sio mchezo. Pili, reverse, unajifunza kupiga reverse. Gari inakimbia, hamna kutoa kichwa nje hivi, unaangalia kwenye side mirror. Ndio mimi nilijifunza na nilifanikiwa sana kuweza kupiga, walikuwa naita norinda, kupita kushoto kulia, kuweza kupita maaskari. Kwa hiyo ile niliweza kufanikiwa. Baada ya kukaa na wale bwana, nikaanza sasa uwizi rasmi. Kwa hiyo sasa sikuweza tena kukaa nyumbani, naweza kukaa mwaka hata mimi sionekana. Kwa hiyo kwa njia ile ilifanya sasa nijiunge sasa na lile kundi, tunapata hela, lakini tulikuwa tunafanya njia ile. Na kundi ile hilo makao yake yalikuwa ni Moshi? Hapana. Kuna Arusha, kuna Moshi. Lakini alafu kuna Kenya. Sana sisi tulikuwa tunafanya na Kenya. Wizi ule wa magari ulikuwa unatumika, sisi watu wa Kenya ndio tunawapa ramani ya kuiba hapa. Na mahali watakakokaa, gari ikiibiwa itakaa mahali fulani, itatunzwa saa fulani, itaondolewa, itapita hivi, nitapita njia fulani. Na sisi tunapewa ramani ya kuiba Kenya. Ndio hivyo tulikuwa tunafanya. Kwa hiyo wewe ulikuwa nyinyi mnaenda kuiba Kenya? Sisi tunapewa ramani, tunaiba Kenya. Wa Kenya wanakuja kuiba huko. Okay. Ndio jinsi tulikuwa tunafanya namna hiyo. Na kitu kingine ambapo mimi nilichokiona, nimekuja kulikuta kwenye kanisa. Kanisa halina umoja, halina upendo ambao mimi niliouona wakati enzi za uasi. Waizi wa magari wana umoja, wana upendo, wana siri. Huwezi kuwajua. Hata unadungwa sindano, mimi wewe kutobolewa sindano hivi, inawekwa kwenye umeme, wanawasha, unapigwa shoti kwenye kidole. Ndio mwili mzima unasikia kama unakufa ganzi, lakini umsemi mtu, hamna kumsema. Leo kanisani tunapigana hivyo vikumbo. Wale watu walikuwa tuna umoja, alafu ukikamatwa, ukiwekwa ndani, umeshikwa saa 1, saa 3 umeshatolewa.
wamekuja kukuchukua. Wanakuchukua, yani watatumia gharama yoyote mpaka utoke ndani. Na wewe ambapo ulienda kushtaki, ole wako pia, utahama mji, tutakujia kama siafu, utapigwa. Pili, gari tunakaa unaendesha gari hivi wewe, si tuko nyuma tunaipatania, hii gari utatupa shilingi ngapi? Yani mimi niko na gari yangu mbele, nyewe mnapiga udalali hapo nyuma. Ndio. Unapiga shilingi ngapi? Unapatana. Tunakwambia tupe siku 3. Tupe siku 3. Kwa hiyo yani sisi na sisi tulikuwa kwenye TRA pia. Kabla hujapeleka kwenye TRA kwenye maushuru yako lazima utuone. Bila hivyo una usalama na gari. Una usalama. Maana tutakuja kuichukua gari yetu hiyo. Tutaichukua. Kwa hiyo tunaambia bwana, tulikuwa tunajulikana, wanasema bwana, nimenunua gari bwana, mnilindie. Kwa hiyo unapewa fungu. Kwa hiyo bwana, mimi nikinunua gari niwaone, ili msije mkalichukua gari yangu bwana. Hiyo kitu hiyo. Na pili, tulikuwa pia tumetengeneza ule mtandao na askari polisi. So sisi tu, askari akija hapa, akija kama amekuja Arusha, lazima kwanza tunaenda kumdaka kabla hajakaa kwenye kiti. Yaani kwa mfano kama ni RPC mpya ameingia hivi tu tap, lazima mkamuone. Tunaenda kumuona. Vipi? Hapa mjini tuko hivi na hivi. Utaratibu wetu ni huu. Ni huu. Sema unataka tukutafutie uwanja wapi? Tukujengee nyumba na watoto wangapi? 2 tutasomesha. Tunamfunga mdomo mapema. Hiyo ipo. Bana. Ipo. Hakuna sheria inabadilisha dhambi isipokuwa Yesu anabadilisha. Mimi ndio tulichokiona. Hakuna sheria inabadilisha dhambi isipokuwa Yesu anabadilisha. Kwa njia ya sheria hamna. Sisi tuna mtandao mkubwa mpaka gerezani. Ule mtandao ni mkubwa. Unashika wale watu wa vichwa kule. Kwa hiyo tunamwambia, wewe utaambiwa umekuja tu Arusha, ndio umeletwa hapa, umetoka ni mchovu huko na watoto wako, hata kuhamisha hujaweza kuhamishia hapa. Unakaa kambini leo, unaambiwa kwamba tutafuta uwanja, unataka wapi? Tunajenga na watoto wako tunasomesha. Unapigiwa uwanja, unaambiwa huu hapa. Nyumba tunajenga. Na huu ni mtandao wa watu kama 20. Nyumba inapanda kama uyoga. Lakini bwana, kazi yetu ni hii. Taacha kukubali. Wanakubali. Kwa hiyo gari tukiiba, kitu cha kwanza tunaitolea ripoti. Yaani wewe ripoti inatangulia. Hiyo gari ni sisi. Achane nayo. Achane nayo. Inawekwa Beria Boma na ingine inawekwa Longido. Alafu ripoti sisi tunapewa. Tunamwambia bwana, kuna Beria iko Longido. Ingine iko Boma. Ingine imewekwa Uchira. Gari inatulizwa hapa mjini Ipoe. Paka Ipoe kwanza. Injini itulie. Na imewekwa kwenye nyumba ya mtu tu. Ndani huko. Imekaa hivi. Alafu unapewa namba ya yule askari wanayelinda. Doria kule na yule kule. Mwambia bwana, njoo mali fulani anakuja, chukua 500 hii. Hiyo gari nziti, achia geti. Inapita. Tena inaenda na escorti ya polisi. Sasa. Kwa hiyo hicho kitu, mtandao ulikuwa ni mkubwa sana. Kwa hiyo hayo tumeyapita. Tukiamua gari ipitie huku, tutapita. Ikiamua ipite Namanga, inapita. Njia za panya inapita. Lakini hayo tulifanya na askari. Kwako maaskari si waaminifu. Si waaminifu. Wanazalisha jeshi la polisi. Lakini kuna wengine ambao walikuwa wanawawekea ngumu. Ndio. Wako. Kwa hiyo tuliendelea na ule wizi. Tukaendelea nao ukawa imara sana. Lakini ilifika mahali la mwisho, sisi nilikuja kuiba gari
ya kiongozi wa serikali Moshi. Mlifika mbali wazee. Na gari hiyo huyu kiongozi alienda sehemu za Kiboshokindi, alikuwa na mwanamke nyumba ndogo kule. Kwa hiyo kati wanaenda tukapewa ule mtandao. Kaambiwa kuna gari, kuna ramani. Sasa tukapewa, kwa hiyo tukaambiwa utasubiri. Sasa wakati ameenda kuachwa kule, atakuja kuchukuliwa asubuhi na gari. Sisi tukaenda kuisubiri ile gari njiani. Wakati driver anashuka, sisi tukavaa combat za polisi. Mlitoa wapi? Tuna kodi, nimekwambia una kodi. Yaani askari wana kodi mavazi usiku. Saa 11 unarudisha. Kabla umetoka night. Umetoka Lindo. Lindo na bunduki kabisa. Kwa hiyo si tulichukua, mimi nikavaa ile combat na bunduki na askari wetu wanne, tulikuwa wanne. Kwa hiyo tulivyoona anateremka, tukasimama, tukanyoosha mkono kuisimamisha ile gari. Nayo ikasimama. Na hapo hapo tumemfunga mwenzetu, yeye akuvaa combat. Tumemfunga pingu, kamba miguuni. Tuliposimamisha tunamuoneshea hivi, yule driver akaangalia pale, akabidi asimame. Akauliza kuna nini afande? Tukamwambia tumemkamata huyu jambazi. Amekuwa akifanya ujambazi wa wizi wa magari. Tumeagiziwa na tumekuja kumshika hapa. Tunaomba lift tupeleke. Kwa hiyo yule akakubali, akafungua mlango, akaingizwa kule kwa imefungwa. Ile ameingia na mimi nikakaa mbele. Hatua 10. Maana si dereva mwenzako. Ndio, amekaa hatua 10 tu, tukachomoa hapo hapo. Tukamata, tukamfungua mwenzetu, tukamfunga pingu, tukaenda kumfunga kwenye mti. Hiyo inajulikana. Kwa hiyo gari tukaichukua na tulienda tukaiuza Kenya huko. Ndio. Na tukaiuza. Sasa kesi, nilikuwa na kesi kama 10. Lakini sasa ni za kushukiwa. Ukiwekwa ndani unatoka, ukiwekwa ndani unatoka, tunaenda hivyo hivyo. Mwishoni ilitokea zikabaki kesi 2. Katika kesi 2 nilifungwa miaka 30. 30. Ndio. Pale Moshi, na hiyo ilikuwa kwa mwaka 84. Mwaka 84 mwezi wa kwanza mimi ndio nimefungwa gerezani. Karanga pale. Ndio. Na hizo kesi nilifungwa ya kwanza miaka 15 na ya pili miaka 15. Katika kesi 12 hizo 10 tulishinda. Hizo 2 ndio zikanifunga. Na ikiwepo na hiyo gari la kiongozi. Ndio, na hiyo ndio kesi ya kwanza ilishika. Na niliona kama shinikizo. Niliwahi kufungwa kifungo cha nje, kwenda kuripoti. Unakuwa na ripoti. Una ripoti pale, unafagia una nini, unarudi. Ili kuwekewa hilo onyo. Hizo kesi hizo nimepita.